You're listening to the Baha'i World News Service. Unasikiliza huduma ya habari ya dunia ya Kibaha. Katika mazungumzo mabaraza ya kiroho ya eneo na vifungo vya uaminifu. Katika kipindi hiki tunasikia kutoka kwa washauri Billy Silva kutoka Marekani. Uhusiano kati ya bunge la mitaa na mtu binafsi ni wa upendo wa kipekee. Ni Roshni Saleh kutoka Sri Lanka. Jamii huhisi kama wakati wowote kuna jambo la kusikitisha maishani mwao au jambo linalohusiana na furaha, huwa huja kwenye baraza wa kiroho wa eneo. Na Townshend Lihanda kutoka Kenya. Ninawafikiria kama watumishi wanyenyekevu ambao ni sehemu ya jamii yenyewe. Wanajadili jinsi mabaraza ya kiroho ya Kibaha ya mahali pema popote duniani inavyokuwa chanzo cha nguvu katika maisha ya jamii zao. Kusimama na familia katika magumu, kuwaongoza vijana kuelekea elimu na kusudi, na kushirikiana na mamlaka za mitaa na mashirika kushughulikia mahitaji ya watu wao. Washauri hawa wanatafakari jinsi, kupitia roho ya huduma, utunzaji na mashauriano, watu wanavyogeukia mabaraza ya ndani, huku taasisi hizi zikikuza harakati kuelekea maendeleo ya kiroho, kiakili na kimwili. Kutoka kwa huduma ya habari ya dunia ya Kibaha, hii ni katika mazungumzo, uchunguzi wa pamoja uliofanywa na watu kadhaa kuhusu matumizi halisi ya kanuni za Kibaha katika ujenzi wa jamii zenye amani. Baraza wa kiroho wa eneo ni taasisi maalum ya jumuiya ya Wabaha. Inajumuisha wanachama 9 wa jumuiya ya Baha ya eneo hilo na huchaguliwa mara moja kwa mwaka. Watu binafsi wanapokutana ili kuchagua baraza wao wa kiroho wa eneo lao, wanajiandaa kweli kuchagua wale ambao wanaweza kutumikia vyema zaidi. Kwanza wanakusanyika pamoja kwa umoja, kwa urafiki na kujaribu kufikiria watu hao katika jamii yao ambao wangeonyesha vyema sifa za huduma isiyo na ubinafsi. Kwa hivyo katika uchaguzi hakuna kampeni, hakuna ushindani au upigaji kura. Kwa kweli hufanywa kwa kura isiyojulikana. Wale wanaochaguliwa ni watu 9 wanaopata kura nyingi zaidi. Lakini labda sehemu muhimu zaidi ya uchaguzi huo ni hali yake ya kiroho. Kwa kweli ni kuhusu kumgeukia Mungu, kuomba mioyoni mwetu, kuwafikiria wale watu ambao unafikiri wangewatumikia bila ubinafsi. Ninawafikiria kama watumishi wanyenyekevu ambao ni sehemu ya jamii yenyewe na wanaofikiria jinsi wanavyoweza kukuza maslahi bora ya jamii hizi. Katika baadhi ya maeneo wanaanza kufikiria kuhusu idadi nzima ya watu, jinsi jamii inavyoweza kuendelea kimwili, jinsi jamii inavyoweza kuendelea kiroho, na jinsi jamii inavyoweza kuendelea kiakili, wakifikiria kila mtu kweli. Nchini Kenya, inashangaza kwamba kwa sababu ya wasiwasi huu wa bunge la mitaa, kwa kushauriana na vyombo vingine katika baadhi ya jamii hizi, wanaanza kuelewa idadi ya watu wanaowahudumia. Sijui ikoje, Nyorishni, unatoka wapi? Pia mabaraza ya kiroho ya eneo la Sri Lanka haishughulikii tu jumuiya ya Wabaha, bali pia inahudumia idadi yote ya watu. Kwa hivyo nina mifano michache ambapo ninatoka. Kwa hivyo kuna baraza huu maalum wa kiroho wa eneo unaofanya kazi na idadi ya watu, unaoshughulikia elimu ya watoto wao na ustawi wa wazazi, na pia si hivyo tu, pia hufanya kazi na serikali ya eneo katika tarafa ya Grama Niladari, ambayo ni eneo la idadi hiyo ya watu. Hata mamlaka za mitaa zinawaona kama watu wanaoaminika zaidi. Hata idara ya afya ya eneo hilo huzungumza na bunge la kiroho la eneo. Kama ulivyoeleza vizuri, wanachama wanatoka katika jamii, kwa hivyo wanafahamu mahitaji ya watu wa kawaida. Kwa hivyo mamlaka za afya za mitaa, mawakala wa serikali za mitaa, huduma zingine za umma, zote hutegemea bunge la kiroho la eneo. Wanashauriana pamoja.
Kwa hivyo mfano mmoja kama huo ni wakati wa maporomoko ya ardhi na mafuriko ya hivi karibuni ya Sri Lanka, wakati viwango vya maji vilipanda hadi kama futi 4 katika eneo hili mahususi ambalo liko karibu na Negombo, ambalo pia liko karibu na mji mkuu wa Sri Lanka. Na kisha baraza wa kiroho wa eneo hilo ulikuwa uwanjani. Mara tu mafuriko yalipopungua, walienda kwenye nyumba zote, wanachama na jamii, walishauriana na kwenda kwenye jamii hizi zote na wakaanza kuwafikia. Kwa hivyo kuwapa mgao mkavu, na walijua haswa ni nyumba gani iliyohitaji zaidi. Wazo moja linalokuja akilini unaposhiriki ni aina ya uhusiano kati ya bunge la mitaa na watu binafsi katika jamii zao kwa upana zaidi. Na jinsi ilivyoelezwa ni kwamba uhusiano kati ya bunge la mtaa na mtu binafsi ni wa upendo wa kipekee. Na hili linanishangaza kila mara kusoma hili, ni kwa sababu tunapofikiria kuhusu asili ya mahusiano kati ya watu binafsi na taasisi, mtu huwa hafikirii kila mara kwamba ubora unaotambulika wa uhusiano huo ni wa upendo wa kipekee. Kwa hivyo kuna mfano mwingine, mfano mzuri wa jinsi baraza wa kiroho wa eneo unavyowafikia watu wa kawaida. Kuna vijana, watoto na vijana wadogo ambao wameacha shule. Kwa hivyo baraza wa kiroho wa eneo unajua, kwa sababu wanawasiliana kwa karibu sana na wazazi na kaya katika eneo hilo, wanajua kwamba watoto hawaendi shuleni. Lakini wakati mwingine ni vigumu kwa mamlaka za serikali za mitaa kujua kwamba watoto hawaendi shuleni. Kwa hivyo katikati mwa magharibi mwa Sri Lanka, waliweza kuandika majina ya wanafunzi wote walioacha shule. Watakuwa na semina kwa ajili ya watoto hawa pamoja na mamlaka za mitaa ili mamlaka ziweze kuwasaidia kurudi shuleni. Katika mojawapo ya vijiji, bunge hili la mitaa lina hamu kubwa sio tu ya kufikiria wale wanaoendelea vizuri na elimu yao, lakini pia kufikiria wale wanaoacha shule, kama Nyorishni alivyokwisha sema. Kwa hivyo katika kijiji hiki kulikuwa na mmoja wa kijana ambaye alikuwa akishiriki katika mchakato wa elimu. Na ghafla, kwa sababu fulani, hawakuweza kumwona kijana huyu. Na bunge la kiroho la eneo hilo likawa na wasiwasi. Walitaka kujua kweli alikuwa wapi, kwa sababu ilikuwa wiki chache tu kijana huyu alikuwa amempoteza mama yake. Bunge la mtaa lilipofuatilia, waligundua kwamba kijana huyu hakuwa akienda shule kwa sababu hakuwa na uwezo wa kulipa elimu yake. Na baba pia hakuweza kumudu kulipa ada yake ya masomo. Kwa hivyo baada ya mashauriano kadhaa, bunge hili la mitaa liliamua kuwashirikisha baadhi ya watu ndani ya jamii na kuwafahamisha watu katika jamii. Na kwa njia ya siri na nzuri sana, walipata njia za kumsaidia kijana huyu kwenda shule. Kwa hivyo kijana huyu alienda shule, aliweza kuendelea na masomo yake, na pia aliendelea kushiriki katika mchakato huu ambao pia unahusisha akili yake na kufikiria kuhusu michango ambayo angeweza kutoa kwa wale waliokuwa wadogo kuliko yeye katika jamii yenyewe. Inavutia sana kuona jinsi watu binafsi wanavyoanza kuamini baraza wa kiroho wa eneo. Kwa hivyo katika moja ya jamii, kwa mfano mwingine, ni kwamba kulikuwa na maovu fulani yaliyoanza kuonekana katika jamii hii. Unajua, kulikuwa na suala hili la wizi. Kwa hivyo jamii, jinsi itakavyoshughulikia hilo, haikutoa suluhisho na haikudumisha heshima ya watu, kwa sababu polisi wangeitwa, watu wangefungwa, lakini unajua, hilo halingeweza kutatua tatizo. Kwa hivyo ikawa kwamba vijana wawili katika jamii hii walikwenda kuchukua vitu vichache kutoka kwa mmoja wa majirani. Lakini kutokana na imani ambayo jamii inayo kuhusu bunge la kiroho la eneo, mama huyo aliamua kuripoti hili kwa bunge la eneo na kuuliza bunge la eneo kama lingeweza kupata njia za kuingilia kati na kusaidia. Kwa hivyo kile ambacho bunge la kiroho la eneo lilifanya, liliamua kutambua timu ya watu waende na kuishirikisha familia hii katika mazungumzo. Ushiriki huu ulikuwa wa uchunguzi sana ili kupata kina na sababu ya kwa nini vijana hawa walikuwa wakifanya hivyo.
Na moja ya mambo yaliyojitokeza ni kwa sababu, unajua, hali ya maisha ya vijana hawa, unajua. Na pia hawakuwa wameunganishwa na michakato mingine ndani ya jamii. Hawakuwa na ajira na walihisi, unajua, hii ndiyo njia ya kufuata. Lakini baada ya uchunguzi wa kina kidogo, walibaini njia za kuwasaidia vijana hawa wawili. Mojawapo ilikuwa, unajua, kuwaingiza katika mchakato wa kielimu ambao ungesaidia kukuza maendeleo yao ya kimaadili na kiakili. Kwa hivyo walijiunga na taasisi ya mafunzo, unajua, na wakaanza kusoma vitabu hivi vya taasisi ya mafunzo ambavyo vingesaidia sana kuongeza uelewa wa sifa kama vile ukweli, sifa kama vile, unajua, unyenyekevu, unajua. Sifa zote hizo ambazo ni muhimu sana. Bunge la mtaa pamoja na watu wengine walifikiria njia za vitendo za kuwasaidia vijana hawa. Na walichofanya, waliamua kuwaunganisha na marafiki wachache katika jamii waliokuwa wakifanya useremala. Na unajua, walipoanza kuunganishwa na watu hawa, walianza kujifunza ujuzi wa useremala. Na kisha, bila shaka, kulikuwa na watu wengine wachache wa kujitolea katika jamii waliojitolea kusaidia kupitia bunge la mitaa. Na vijana hawa waliboresha masomo yao ya useremala katika moja ya taasisi za ufundi ndani ya jamii. Na sasa wanaweza kujipatia riziki yao. Lakini unajua, bunge la mitaa pamoja na jamii waliendelea kuwaunga mkono vijana hawa. Na nadhani tangu wakati huo, jamii imebadilisha jinsi inavyoshughulikia masuala ya aina hiyo, unajua, ikitoa suluhisho za vitendo, unajua, ikifikiria jinsi uwezo wa kimaadili na kiakili wa baadhi ya vijana hawa unavyoweza kukua katika jamii. Na unajua, kufikiria kwa ujumla na kuona kila mtu ndani ya jamii kama sehemu ya familia moja. Unajua, katika kufikiria baraza maalum wa kiroho wa eneo katika eneo la Midwestern nchini Marekani, kama unavyojua, historia ya Marekani ni ile ambayo imekuwa na sifa ya ubaguzi wa rangi. Na moja ya malengo ya mabaraza ya kiroho ya eneo ni kusaidia jamii zao na watu binafsi kujenga mahali pa kukimbilia. Mahali pa amani, mahali pa umoja ambapo ubinadamu unaweza kupata usalama katika kukabiliana na changamoto nyingi. Na hivyo historia ya ubaguzi wa rangi nchini Marekani imekuwa moja ambayo mabaraza mingi ya kiroho ya mitaa imekuwa ikifikiria na kujaribu kuishughulikia. Lakini katika kesi hii mahususi, bunge hili limechukua mbinu mbili ambazo labda baada ya muda zitatoa maarifa kuhusu kuondoa ugumu huu wa muda mrefu. Mojawapo iko katika mojawapo ya jumbe za Baraza la Haki la Ulimwengu, ambalo ni chombo kinachoongoza jumuiya ya kimataifa ya wabaa. Inasema kwamba ili kitu chochote kiendelee huanza na mwelekeo kuelekea kujifunza. Kwa hivyo ikiwa tunataka kupiga hatua katika suala hili katika jamii zetu nchini Marekani, ni lazima tuwe na msimamo wa kujifunza pamoja. Ujumbe mwingine waliotuma ulihusu upendo. Na ulisema kwamba nguvu ya kubadilisha ulimwengu huathiriwa na upendo. Kwa hivyo kusanyiko hili la kiroho la mahali hapo linaanza kufikiria jinsi tunavyounda jumuiya. Tunawezaje kuwasaidia kujenga jumuiya, mahali hapa pa kukimbilia ambapo ni nafasi za upendo? Ikiwa upendo hubadilisha ulimwengu, upendo huenezwaje kupitia jamii? Je, unakuwaje moto miongoni mwa wanajamii? Na kwa njia hii, bunge la mitaa lilikuwa linafikiria kivitendo, tunataka tusaidie kuunda hali hizi katika jamii, lakini pia tunapaswa kushirikiana na wengine. Kwa hivyo pamoja na vikundi vya masomo na mambo kama haya miongoni mwa wanajamii, pia wamekuwa wakishirikiana na mashirika kadhaa yasiyo ya faida na kukuza kampeni za elimu, kushiriki katika juhudi za ujenzi wa jamii. Na kwa hivyo tutaona inaelekea wapi, lakini wana msimamo wa kujifunza kuihusu. Na nadhani wana maarifa ya kushiriki baada ya muda. Hili ni jambo ambalo wamejitolea kwa muda mrefu.
Pia nadhani mtu binafsi, imani ambayo wanachama binafsi wa bunge la kiroho la eneo wamejenga na jamii pia huja kupitia jinsi wanavyotenda, unajua, uhusiano wa kibinafsi walio nao. Jamii huhisi kama wakati wowote kuna jambo la kusikitisha maishani mwao au jambo linalohusiana na furaha, huja kwenye baraza wa kiroho wa eneo au kwa wanachama wa baraza wa kiroho wa eneo ili kushiriki. Ndiyo, nawaza tu kuhusu familia hizi, hawakuwa na nia ya kujiandikisha ili kupata cheti cha kuzaliwa au kitambulisho. Kwa sababu ili kupata aina yoyote ya ufadhili au hata kuwafanya watoto wakubaliwe shuleni, walihitaji cheti cha kuzaliwa. Kwa sababu ni utaratibu na kisha watu hawataki kupitia utaratibu huo. Inachukua muda wao kupitia utaratibu huo. Kwa hivyo ngazi ya wilaya, kwa hivyo hii si serikali ya mtaa bali pia ngazi ya wilaya waliposikia kuhusu kazi ya bunge la kiroho la mtaa, jinsi wanavyoshirikiana na kuunga mkono serikali ya mtaa na huduma za umma. Kwa hivyo, mbinu ya ngazi ya wilaya kwa serikali za mitaa na kupitia hiyo kwa bunge la mitaa ili kuelimisha thamani ya kuzisajili. Kwa sababu baraza wa kiroho wa eneo tayari una njia ya mchakato wa elimu kwa eneo kwa sababu tunafanya elimu ya uchaguzi na pia tunawatembelea kwa ajili ya mabaraza ya ibada. Kwa hivyo, si baraza wa kiroho wa eneo pekee. Wahuishaji wanaounga mkono katika elimu hii ya maadili, wanaingiliana na familia kwa karibu sana na wanajua kwamba ikiwa hawana cheti cha kuzaliwa. Kwa hivyo, bunge la kiroho la eneo lilishauriana kuhusu jambo hili na likafikiri kwamba itakuwa na manufaa kwetu kuzungumza na familia hizi ili kuzisaidia kujiandikisha. Kwa hivyo, baada ya kuamua juu yake, walianza kwenda kwenye nyumba hizi na kuwaelimisha kuhusu kupitia mchakato huu wa kuwasajili ili wapokee vyeti vyao vya kuzaliwa na chochote kile walichohitaji kisheria, na tuligundua kwamba wakati baraza wa kiroho wa eneo ulipowafikia familia hizi, walihisi raha, hawakuwa na wasiwasi. Mwongozo wa upendo na njia ya kuwafikia familia hizi ilisaidia bunge la kiroho la eneo kuwafikia na kuwatia moyo kujiandikisha. Kwa hivyo, kimsingi, bunge la mitaa ndilo lililojiandikisha, lilipitia yote. Mchakato wa kuwasajili, kuwaandikia, kuwasaidia kuandika nyaraka, na serikali ya ngazi ya wilaya ilivutiwa sana. Walisema, pia tunataka kujenga uhusiano huo. Unajengaje uhusiano huu? Najiuliza kama ni muhimu labda kuzungumzia zaidi kuhusu utaratibu halisi wa kushauriana, jinsi mazungumzo ya aina hiyo yanavyoendelea katika muktadha wa kusanyiko hili la kiroho la mahali hapo. Sifa zinazochochea mazungumzo hayo ni uchunguzi wa pamoja na wa pamoja ili kujaribu kuelewa ukweli pamoja. Ukweli ni nini? Sifa wanayoleta ndani yake ni kutokuwa na ubinafsi. Kwa hivyo, mtu haleti ubinafsi au maoni au ajenda yake kwenye mashauriano, lakini tunakubaliana pamoja kugeuza mioyo yetu kuelekea Muumba wetu ili tufikirie pamoja kile kilicho bora zaidi katika hili, kile kilicho cha haki zaidi, kile kilicho cha usawa zaidi, kile kilicho cha kweli, na jinsi gani tunafikia uamuzi huo au uelewa huo. Kwa hivyo, katika mazoezi ya kushauriana, mtu anaweza kutoa maoni, lakini mara tu maoni au wazo hilo likitolewa, halitakuwa lake tena, ni la kundi. Na kila mtu anaweza kujenga juu yake na kutoa maoni yake kwa ajili ya kikundi. Na hivyo, kwa njia hiyo, uelewa wa pamoja wa watu hao walio pamoja unaweza kufikia uelewa kamili wa kile kilicho kweli. Kwa hivyo, katika maandishi ya Kibawe, inazungumzia moja ya majukumu mengi ya baraza wa kiroho wa eneo. Mojawapo ni kuachilia uwezo wa mtu binafsi, kwamba kila roho ni mtukufu, kila mtu amejaa uwezo. Na tunawezaje kuachilia uwezo huo? Sifa nyingine wanayofikiria ni jinsi gani tunaweza kujenga jamii zenye afya kiroho. Mojawapo ya vifungu katika mwongozo wa Kibawe huzungumzia ubora wa ushirikiano, sifa za ushirikiano, uwezo wa kuweza kusaidiana na kusaidiana.
Abdul-Bah alisema kwamba makusanyiko haya ya mitaa ni taa zinazong'aa, ni bustani za kiroho ambazo manukato matakatifu husambazwa katika maeneo yote. Kwa kuzingatia maneno haya ya Abdul-Bah, inakumbusha mtu kuhusu fadhila maalum kwamba ni kuwa na mabaraza hii ya kiroho ya kienyeji katika jamii kote ulimwenguni. Umekuwa ukisikiliza In Conversation, mfululizo wa podikasti kutoka huduma ya habari za dunia ya Kiba. Kwa podikasti na hadithi zaidi, tembelea Bones.org. You've been listening to In Conversation, a podcast series from the Baha'i World News Service. For more podcasts and stories, visit bwns.org.